Karibu katika hii movie ambapo wote mama na mtoto wanamtaka kijana mmoja mtanashati kwa jina la Steve. Je, Steve atanasa kwenye mitego ya Bella au atanasa kwenye mitego ya mama yake? Tafadhali usisahau kusubscribe. Movie yetu inaanza Steve akiwa amekwenda nyumbani kwa jina la Bella. Baada ya kufika, aligonga mlango na kufunguliwa na mrembo mmoja kwa jina la Bella. Bella anamwangalia Steve kwa jicho la kimahaba hiyo, kwa mwanaume yote asingechumuka. Basi bana, mama yake akamwambia mfukulie Steve kwa ni mgeni alimuita. Steve akaingia, akakaa. Mama yake akamwambia Bella, kwa huyo ndiye atakayekuwa mwalimu wako mpya. Bella huyo anafai mwenyewe. Basi bwana, mama Bella alimkabidhi Bella kwa Steve, akamwomba amsaidie Bella kwenye masomo yake na kama kuna changamoto yote amwambie, kisha akaondoka zake. Baada ya hapo Steve alimwagiza Bella akafuata madaftari yake. Tazama Bella anapotembea akiwa anamwangalia Steve, yaani Bella amekufa mazima. Wakati huo Steve ni mgeni, haelewi, anaona aibu, yaani kila kitu kinamchanganya. Bella yeye hata hafikirii masomo, anatamani tu kila muda mwangalie Steve. Kazi ya kumfundisha Bella huku ilianza. Steve anapambana, lakini Bella hata hamsikilizi. Anafai tu kumwangalia jinsi anavyoongea, jinsi anavyotamka maneno, uzuri wake. Kiufupi Bella amechanganyikiwa kabisa kwa mshikaji. Wewe, hivyo unanisikiliza kweli ninachokwambia? Ndio nakuelewa, tuendelee. Yaani mtoto watu amejifia mazima, hataki hata kuelewa. Anaona isiyo kesi, anaamua kulala kabisa kwenye mkono wa Steve. Bella, amka tusome bana, usinitafute miaka 30. Steve alimwambia. Baada ya kufikiria, Bella alikuja na mpango. Akamwambia Steve, unaonaje hela mama ambayo anakupatia kunifundisha mimi ndo nikupatie, alafu badala ya kunifundisha tu tunapiga story muda wote. Steve aliamua kumuuliza Bella, hivi upo serious kweli? Unajua ukiendelea nitamwambia mama yako. Bella akafungasha mizigo yake kisha akaondoka. Akamwambia Steve, kama utakubali utaniambia. Steve mwanzo aliona kama siara, akaona kumbe ipo serious. Mida fulani wakiwa wanakula, Steve akamwambia rafiki yake, nimepata kazi ya kumfundisha msichana fulani hivi, lakini sasa jamaa yake akamuuliza lakini nini? Steve akamwambia tule kwanza, nitakwambia wakati mwingine. Mdogo Steve anapambana kufundisha Bella hivyo hivyo, japo Bella ana mitego mingi kinoma. Sasa leo wakiwa wanaendelea kusoma, mama yake pia akaanza kumtega mshikaji. Kufika tu akampatia Bella biskuti, afa akampatia mshikaji bonge la saa. Hapo Bella akaanza kushangaa. Sasa anampatiaje tena zawadi Steve? Yaani inakuaje yani? Lakini Bella anamfahamu mama yake, akawa shajua kuna kitu kinaendelea hapa, kwa sababu mama yake akishaona tu vijana wadogo hivi hawachi. Wakati huo Steve anahisi ni kawaida, labda kwa sababu ni mwalimu wa mtoto wake, ndio maana kama kupa zawadi hivyo. Bella akasema wewe usinitanie. Usiku akamwita mama yake, akamchana, akamwambia mama, mimi nakufahamu. Kwa wakati huo naomba usimsogelee Steve. Tunampenda Steve mama. Mama yake akamwambia hivyo unajisikia unavyoongea kweli? Wewe bado ni mtoto mdogo, wewe mwanafunzi, au mambo tuachie sisi. Siku ukija kufikisha umri kama wa kwangu na utafanya. Bella akasimama na kuondoka, akamwambia lilikuwa hilo tu. Kesho yake tu asubuhi mama Bella alivyomwona Steve, akamwambia mambo Steve, jana nilikuchukulia shati na hisi inaweza kutosha. Kisha akawaga na kuondoka zake. Hiki kitendo kilimuumiza sana Bella. Akamwambia Steve, si unapenda vya bure? Sawa, akaondoka zake. Sasa huku upande wa pili mama Bella alienda kumwambia rafiki yake kwa kuna kijana amemsimikia anaitwa Steve anafundisha tuition Bella. Rafiki yake akamwambia unasubiria nini sasa, mwambie. Hao wote wamekutana vichwa vinafanana. Mama Bella akafikiria, akasema leo na leo hata kama Bella atamchukia lazima ampate Steve. Asubuhi kulipambazuka, mama Bella alikuwa amevaa kinoma, amewaka. Akasema leo lazima nimwambie Steve kana nampenda. Basi bana, akaanza mitego ya bana pale, anamsubiria mdogo akaanza kumsifia, wewe ni mzuri, mtanashati, kijana mnyenyekevu, naomba chochote unachotaka nitakupatia. Wakati wa Steve anahisi aibu, anakosa hata kujibu. Mdogo mama Bella akaanza kumshika Steve. Mara Bella akaingia, akamfumania mama yake huku akiwa anamshika Steve. Bella kuamini alichokiona kisha akaendelea kwenda chumbani kwake. Steve naye pia akaona shakoroga, akaamua kuondoka. Bella alirudi, akaanza kugombana na mama yake, wanamgombania Steve. Lakini mwisho wa siku ndio hivyo, mama ni mama. Bella akaamua kujikataa. Steve akakata tamaa. Kesho yake alirudi endelea na kazi ili mwisho wa mwezi akishamlipa mshahara ndo aache kazi. Sasa wakati huo alikuja kwa hasira, akamgombeza, nimekuja toka asubuhi nikufundisha lakini wewe hutaki kutoka chumbani. Ninataka nifanye nini mimi sasa? Si unataka tu mapenzi sio? Akamshika kwa nguvu, akambusu, akamuuliza, hivyo si ndio ulikuwa unataka sio? Umeridhika sasa? Wakati huo Bella akili ilimkaja, hapo Steve alianza kujiraumu kwa kitendo alichokifanya. Baada ya muda Bella alimeza sumu ili ajiue, japo kwa bahati nzuri Steve alimwahi na kumkimbiza hospitali. Daktari alimshukuru sana Steve kwa kumwaisha Bella hospitali, kwani angechelewa huenda hali ya Bella ingekuwa mbaya zaidi. Kwa alipokuwa hospitali, Steve alifunguka na kumwambia ukweli Bella kuwa amekuwa akimpenda kwa muda mrefu, lakini hakutaka kumwambia sababu hakutaka kuharibu masomo yake. Bella alifurahi kusikia hivyo na kumwambia kuwa yeye ndo mwenye makosa,
Aliomba msamaha na kuahidi kwa hatorudia kumsumbua. Mamake alikimbia hospitali baada ya kupata taarifa kuwa Bella anaumwa. Alipofika na kupewa taarifa kuwa Bella alitaka kujiua, alilia sana. Akasema yeye ndo mwenye makosa. Aliendelea kusema kuwa babake Bella aliponitelekeza kipindi bado ni mdogo. Hapo ndipo alipojikatia tamaa na kuwa anabadilisha wanaume kama nguo. Aliahidi kubadilika na kufanya kitu chochote kile ili mradi tu Bella awe na furaha kwenye maisha yake. Bwana wewe, baada ya kurudi nyumbani maisha mengine yaliendelea. Sasa hivi Steve na Bella haipiti dakika wajiongea kwenye simu. Asubuhi, mchana, jioni wanasema kazi na dawa. Leo Steve kabla ya kwenda kumfundisha Bella alifika kwanza chumbani kwake, akampatia kitu Roy inapenda. Kama unaangalia hii movie na hauna mpenzi, na kuombea hii wiki isiishe kabla hujampata, tafadhali usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuona kwa urahisi kazi zangu. Alamsiki.